Wakati anashangaa huku kuna bonge la kitu likawa linapandisha kwenye mti spidi ya kimondo babake. Hicho kisiwa ukikiona kwa mbali kipo kama fuvu unaambiwa. Wazee wanasema miaka 200 iliyopita kilikuwa kinakaliwa na watu fulani hivi. Ila kuna siku moja usiku wana kijiji wote walichinjwa kijiji kizima. Watu wakawa wanasema kuna mchawi aliyewala mishikaki kijiji chote kiasi kwamba hamna mwili uliobaki hata mmoja wala mfupa ulionekana babake. Ila baada ya story kufifia kwa watu madogo, wazee wa chaka tuchaka wala bata, wazee wa Bragis aga wakaona acha waonyeshe watu kwamba wao hawaogopi kitu, kiufupi ni watu wa kazi. Sasa hilo wanaenda, walipofika Jessica kama ameona kandege kazuri bana, akaanza kufukuzia kuelekea ndani ya msitu na washikaji wake wakawa wamemfuata bila kujua wanajikosea. Wakawa wanazama kwenye msitu mkubwa ambao ndani yake kuna mziki mnene. Sasa ile fukuza wakawa wamefika kwenye hicho kijiji, unaambiwa papo kimya kinoma babake. Huko unaambiwa hata upepo haupiti babake. Yaani upepo tu ukiwa unakuja unakwepa hilo eneo unapita sehemu nyingine, maana unaweza ukaamsha mapila afu ukashindwa kumudu wazee. Kulikuwa kuna sanamu za kutisha, afu kulikuwa kuna bonge moja la kamba ambalo ni kama linazuia watu kwamba ishieni huko msije babake, na mkija mtafurahi. Ukikiona tu kijiji kilivyo unajua kabisa hapa kinaweza kikanuka muda wowote mzee. Ila sasa kuna mwamba alikuwa anaitwa Daniel mzee. Daniel kujikuta mwamba bwana, akaenda akafungua kamba ambayo ilikuwa imeunganisha kamba mbili zilizokuwa zimefunga ile njia bana. Wamejikosea. Baada ya kuona kwamba hamna chochote kilichotokea, wengine wote wakawa wamemfuata Daniel bana, ila Amanda peke yake alikuwa mwoga kinoma noma, roho yake ilikuwa inadunda mbele nyuma mbele juu chini babake. Wakasaka geto moja kati ya yale mageto makali ya kijiji ya enzi hizo unaambiwa, wakasafisha kimtindo ili walale bana. Mwanzoni kila kitu kilikuwa kipo fresh tu, yani mambo yapo kawaida, ni story unyama nini fresh bana. Ile wamelala sasa, usiku wa manane mlango kwa unafunguliwa babake.